Aliye hai asidhanie yuko hai kwa sababu ni mtaalamu sana, na aliyekufa asidhaniwe kuwa amekufa kwa sababu ni mdhambi au kwa sababu ni mkorofi. Kuna wengine walipona mauti wakiwa wanafanya ukorofi. Kuna wengine walikuwa vyumbani wanafanya zinaa ndio maana hawakutoka nje kuuawa. Kuna wengine walikuwa wamejificha mahali wanakunywa pombe wakawa hai. Kuna wengine walikuwa wametoroka mahali fulani kwenda mahali fulani ndio usalama yao. Kwa sababu nikukumbushe, mwizi msalabani alipata nafasi ya kuingia paradiso kwa sababu alikuwa ni mwizi aliyehukumiwa msalabani. Kwa sababu ya hukumu ya msalabani ikampa chance ya kukutana na Yesu ana kwa ana. Hakukutana na Yesu kwenye mkutano wowote. Dunia ilimhukumu kwamba huyu ni mwizi, ni kibaka, apelekwe msalabani. Alipopelekwa msalabani, that's where he met Jesus. So sio kila aliyekutana na uzima alikutana na uzima kwa sababu alikuwa ametenda haki. Wengine walikuwa hai wakiwa kwenye harakati za kumkosea Mungu. Yani amekimbia nyumbani, ameacha mke au ameacha mume, yuko guest mahali, alafu yakatokea bahati nzuri akabana kule guest. Kwa hiyo katikati ya maumivu na huzuni nyingi zinazoendelea, tusisahau tulioko hai, tukumbuke tuko hai kwa sababu ya huruma na rehema za Mungu. Pia anasema ni kwa huruma za Mungu ndio maana hatuangamii. Ukimwona mtu hajaangamia, ni Mungu tu alimhurumia. Kama sio wewe, alihurumia watoto wako. Kama sio watoto wako, alihurumia wazazi wako. Kama sio wazazi wako, alihurumia ndugu zako. Kama sio ndugu zako, basi alihurumia ili taifa kesho yake. Vyovyote vile, midhali uko hai, mwambie Mungu asante. Kwa hiyo kama Mungu amekuacha uwe hai, maana yake hao waliokufa wakiamini wanapambania taifa lao. Kumbuka hii, maamuzi yoyote, mabadiliko yoyote yatakayotokea ni kwa heshima ya hao waliokufa. Namna yoyote ile, midhali uko hai, umependelewa. Huzuni isiwe kubwa na uchungu usiwe mkubwa ukadhania umejipambania kuwa hai. Watanzania tufahamu, uhai ni mali ya Mungu. Uhai sio mali ya mtu. Nitakuhakikishia, wakati zile siku zinaendelea kuanzia tarehe 29 mpaka juzi tarehe 3, wako watu walikufa si kwa sababu walipigwa risasi. Hamjasikia nyinyi watu wamekufa, alienda tu kitandani kulala akafa. Paulo akasema, whether tuko hai au tukiwa tumekufa, sisi ni mali ya Mungu. Na nchi hii iliwahi kuwa na rais anayelindwa kuliko rais yoyote, na alifariki akiwa madarakani. Kwa hiyo hata ungelindwa namna gani, please understand, uhai ni mali ya Mungu. Na hapo ndipo wote tunaletwa kwenye mahali pa unyenyekevu pa kumwabudu Mungu. Asije akainuka mtu na kiburi cha kudhania yuko hai kwa sababu alipambana mifundi nikawa hai. No, mali yako kama iko hai haukuwepo kuilinda. Na walioharibiwa mali zao si kwamba hawakuwa na ulinzi. Wengine waliweka na CCTV kamera. CCTV kamera kazi yake ni ulinzi, ila waliishia kuona matukio, mali zao zikiwa zinaharibiwa. Ukiona cha kwako kiko salama, ni Mungu amekulinda. Hakuna taifa lenye ulinzi kwa viongozi wao kama Marekani, lakini JF Kennedy aliuawa mbele ya walinzi wake. Kongo si kwamba imemkosea Mungu sana kuliko Tanzania. Wako kwenye vita watu kule Somalia, si kwamba taifa letu ni bora kuliko mataifa mengine. In the matter of fact, Mungu ni kama anatuonyesha tu kwamba not because you are so special. Anything can happen anywhere. If you think you have peace, be humble. Kumshukuru Mungu si kutotambua ambayo hauna. Kumshukuru Mungu sio kuwa ignorant na maumivu ulionayo. Kumshukuru Mungu si kupuuza tulioyakosa. Kumshukuru Mungu si kwa sababu mwingine anaanza kusema hivi, mnamshukuru Mungu kitu gani na watu wamekufa? Kumshukuru Mungu si kwamba hatuoni. Fact ya kwamba wako ndugu zetu wamekufa, viko vitu tumepoteza, hakutublind kujua kwamba sisi tuliobaki hai ni Mungu ametusaidia kuwa hai. Yeah. Wako watu tutawakuta mbinguni walitangulia mbele za haki kwa sababu alisulubiwa. Yakobo kwenye Biblia alikatwa kichwa, ila tutamkuta mbinguni. Utasema Yakobo ni wa shetani? Yakobo alikuwa ni mtume wa Yesu Kristo, ila alikatwa kichwa. Stefano alipigwa mawe paka akafa. Mliwasikia mitume wakilalamika juu ya Yakobo? Kuna namna ya kufanya mambo kimungu. Unajua aliyemkata kichwa Yakobo ni Herode. Yes. Unafahamu Herode alikuwa ni mfalme. Unajua alimkata kichwa. Kanisa alikusitisha shughuli yake. Biblia inasema kanisa likaomba kwa juhudi kwa ajili ya Petro, kwa sababu angefanya masiara, Petro angekatwa kichwa tena. Maana yake nini? Kanisa lisipoomba, Petro atakatwa kichwa. Hakuna haki kubwa kama haki ipatikanayo katika Kristo Yesu. Biblia inasema msalabani Yesu alichokileta, kwa imani tunapata haki. Anasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, alafu kwa kinywa mtu anakiri hata kupata wokovu. Haki ya kwanza mtu anatakiwa awe nayo ni haki ya kuwa ndani ya Yesu, haki ya Kristo Yesu, haki ipatikanayo kwa imani. Hii haki ipatikanayo kwa imani hii, ukiikosa, haki nyingine yoyote ukiipata, parapanda ikilia, utapatikana kwenye moto wa milele. Sisi sote ni mali yake.
na namna atakavyotuchukua hakuna kati yetu anayeamua ataondokaje. Hakuna. Kwa hiyo Mungu anatukumbusha sisi tulioko hai, tuliopo leo hii, tumwambie Mungu asante. Aliandika Zaburi hii akasema, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Whether anajua ni Bwana aliyemfanya awe hai au hajui, midhali una pumzi